So mtazamaji wa Kikuyu Star TV, tuko hapa Roysambu kwa kanisa ya Pastor Edward Moi, na ni mahali ambapo Gen Z washakuja. Nikukumbushe kanisa ilikuwa ishaisha, lakini sasa Gen Z washajitokeza tena na wanataka kuwa wakiandamana. So this is the current situation. Nataka tu kuongea jambo kidogo tu. Leo tumekuja kuabudu church na tumekuja Yesu mshindi hapa, na pale hivyo kwa gate tumeona maboys kama 7 wamewekwa kwa Subaru moja. So hatujui kwa nini wase tumekuja kuabudu na wase wengine na tunakuja kuwekwa kwa Subaru. So ni hii maneno ifai kukua hivyo, kwa sababu sisi tumekuja kuabudu na watu wengine wanawekwa kwa Subaru. Hii security wote wametuletea ni kwa sababu tunakuja kusema hiyo, tunakuja kuuliza hiyo pesa imepeana kwa nini. Kama yeye anajua anataka kupeana pesa na kusaidia, mbona siende pale hivyo Turukana wakati watoto hata wana shade wamekaa chini ya mawe, wanaenda tengeneza hizo classes. You can imagine 22 million inaweza tengeneza how many classes? Jana nimeenda hospitali. Jana nimeenda hospitali na si kuanga mgonjwa, nilikuwa nimeenda kufanya investigation zangu. I'm telling you the truth, SHA hakuna mahali inafanya kazi. Hakuna. Hiyo naweza kukuwa sure. Hakuna mahali SHA inafanya kazi. Hii pesa anafaa kuwa ameweka atisa hata kwa health sector ndio watu waendelee kutibika. Sasa hii president ametoa hiyo pesa. Anasema ni pesa. Watu wengine wa church yake hapa kwa hii church, hii pastor hii church wanaanza kusema hiyo ni pesa ya Ruto. Huyu mtu anafanya kazi gani apart from president? Kazi gani ndio inaweza kuwa inatoa hiyo 22 million? Huyu mtu kwa pa month anapatiwa sijui 1.4. Hiyo ni mshahara miaka, hiyo ni mshahara miezi ngapi ndio akuja patiana hapa hivi? Ndio akuja patiana hapa kwa church. So tuache kudanganyana, tuache kubebana ujinga, tuache kudanganyana. Hii pesa iache kupatiana hapa. Some people are suffering. Watu wengine hata saa hii leo hata hawajakula na hata ajua anaenda kudish nini, lakini unakuja kupatiana hapa hivi kwa hii church hapa hivi. Na huyo mtu wako na pesa mingi, hata hii church inatoa sadaka mingi sana. So ile kitu iko na sisi watu wengine wenye tuko hapa, mimi nataka kuambia hii mambo ati sijui mnasema ati sijui Raila sijui afanye nini. This man hakuna change atakuja kuleta hii Kenya. I'm telling you, hakuna change huyu mtu atakuja kuleta Kenya. Kama wewe ni mtu uko na akili zako timamu, huwezi kuwa nyuma huyu mtu ukiendelea kumsupport. Aongoje 2027 tuko na yeye, na hata inaweza kosa kufika 2027. Inaweza kosa kufika 2027. I'm telling you the truth. Huyu mtu tunaenda kuwachukua wote na hata wamefanya vizuri, wamejiweka wote kwa kikapu moja, ndio tuwabebe vizuri tuende tuwatupe huko kwa mto. Hiyo ndio kitu tunaenda kufanya. Sasa tunafanya rehearsal, hata kama leo wametutumia hapa hao watu wamevaa sijui combat. Kesho
Kesho ingine ni Sunday na tutakuwa tena hapa. Sasa tunaenda kufanya vile hata itakuwa ina make attention na we'll do something. Hatutanyamaza hivyo, hiyo do iende. Na hata wewe mwenye uko hapa ukinyamaza hiyo do iende, wewe ndo mwanzilishi wa failure. So you have to stand na hii mambo ingine tuna rebuke yote. Tuache hii maneno ya kujificha nyuma, na tunajua hakuna, kila mtu hapa hivi anateseka, tusidanganyane. Hakuna hapa hivi mse mwenye life yake iko poa. Na hizi vitu tukiendelea kunyamaza, tukiendelea kuona vile zinaenda, I'm sure tutaenda mahali pabaya. It's our duty tukuje kitu yote ikifanyika mbaya na tunafaa tukue our brother's keeper. Ukiona mse anabebwa na Subaru, wewe jaribu jitihadi zote mpaka wasewa juu mse anabebwa na Subaru, si kunyamaza. On Sunday tunakuja hapa. Kwa wale wenye tumepanga tutakuja hapa kwa sababu tulikuwa unajua vile tulishamsalimia, ndio maana alishajua Sunday tunakuja na ubaya. So ndio maana alikuwa ameita security. Hakuna vile leo tungetoboa. Alafu tena ukiangalia tena crowd tumekuja wase wachache. So tunafaa kama tumeamua tukuje to rebellate this country, tunafaa tutokee sisi wote na tu rebuke hizi maneno zote. Hata walikuwa wengi, unaona pale kwa barabara hizi magari zote wanafunga mabarabara, ni polisi wamefukuza. Kama sisi hatukuanga na ubaya yote, tulikuwa tukuje tuabudu. After that huyo pastor yeye ajiongelele kivyake, aseme hii pesa hata sijapatiwa, mbona ajifiche? Naona hata wewe ulikuwa umepiga kasuti hivi. Ulikuwa suti yangu mbaya sana na nini hizi za kukimbia leo. Sasa ulipata nafasi ya kuingia church. Sasa pale church singeweza kuingia kwa sababu unajua walikuwa wanaona kijana yoyote tu bora tu umevaa sport shoes, unakaa kukuja kufanya praise and worship vibaya sana, unashikwa. Maboys wameshikwa pale hivyo wengi. So hakuna vile unaweza taka kujirisikisha na umeona wengine wameshashikwa. Tunaweza eka hii vita ya siku nyingine pia. Hata kama ni next Sunday tunaweza iweka bado hiyo vita. Hii kuja kupraise hapa. Advice yako ni gani kwa wale ambao wakwenda kufikia? Advice yangu ni kama hujaweza kutokea hapa, kuna wengine kwao ni mbali hata hawajapata fare. Lakini kuna wale wenye walimake it, kuna wale wa area hapa hivi. Kama hujaweza kutokea hapa hivi, wewe jua wewe ndo unasaidia na Kasongo. And I'm sure one day unajua kama hujakatwa hii kidole huwezi jua uchungu. So ile siku yenye hii kidole itakatwa ndio utajua the pain of kusikia hiyo kidole kukatwa. So mimi nasema kwa hata si pekee, kuna vitu mingi huyu jamaa atakuja kufanya. Na atafanya vitu mingi tutakuwa disappointed. So kama hujaweza kutokea hizo zingine akifanya, make sure tukue united na tutokee. Tuache maneno mengi ati sijui anaongea hivi huyu anaongea hivi. To speak one language ndio tutaweza kupeleka wase home wote. Hivyo tu. Na ama boys wote kwa hapa hivi mimi nataka kuambia mchukue vote manze. Hii story hawatupei DID man. Hata kama watupei tutakuja kurezio issue na tutajua vile tutafanya kwa sababu hata wafanye jitihadi zote, hata wafanye nini. Siku ya nyani kuanguka ni ile tu siku tu. Unaona kama mungekubalishwa tu mpewe nafasi muingie kanisa. Mlikuwa mnafaa kuruhusiwa kuingia kanisa? Tulikuwa turuhusiwe kuingia kanisa kwa sababu sisi ni wageni. Kuna wale wenye tujashiriki hapa. Sisi ni wageni na wanafaa wakaribisha wageni. Hata mimi ukiniangalia vile nimekuja kuvaa, nilikuwa nimekuja kuabudu Mungu na tulikuwa tukuje turukeruke na tukuje kama tungeweza kupatiwa time hata kuongea tungeongea. Hakuna mtu mwenye amekuja na ubasi. Sijui kwa nini wameleta security mingi. Na wenyewe wanasema tuko na fujo hapa, sio ni mtu akona maya. Hakuna mtu mwenye akona fujo hapa. Ni ile that wanajaribu kuficha Kenya wanafanya mbaya. Hiyo ndio mmebeba sadaka. Sadaka tumebeba. Hata si lazima tubebe, kuna kwa hadi kwa simu. So wako na pay bill. Si wako na pay bill. Tunatoa nyingine ya nini? Na wacha nikwambie. Mbona tutoe sadaka? Mbona tutoe sadaka? Na sisi wenyewe hatuna hata pesa ya kukula. Sawa, acha upia huwa bonge. Iko hivi Acha kwanza huwa bonge. Wacha ni sawa tu. Mimi majina ni Kenothi Ndongo. Leo imekuwa imekuwa sad sana kuona conversation kwa nchi imekuwa about a failing healthcare system. Lakini president anatembea hapa anatoa 20 million. Sasa zile bado sisi tuko na marambe nyumbani za wagonjwa wetu, SHA haifanyi kazi. After hiyo trouble yote tuko nayo nyumbani, tunasikia president amekuja ametu abuse, amesemaje shikeni 20 million na bado nawapatia public land. So ijengwe hospitali, ijengwe kanisa. So badala yetu kwenda hospitali kupata matibabu inafaa na pesa iko, tukuje kwa kanisa tuombe
tupone. Na mimi nadhani hiyo ni politics ya zamani sana. Sasa zile wa politicians walikuwa wanatumia tribe na religion na dini kugawanisha watu. So young people wanaamuka kila siku. Leo kwanza walikuwa wengi hapa sana. Na again tumeona the same thing state ilifanya on the 25th of June of July, kujificha nyuma ya polisi ndio wawasave. Pia leo tumeona zile rock churches zikijificha nyuma ya polisi wawasaidie. Lakini the honest truth is most of these cops who are here hadi wanateseka kutuliko. The thing is, some of their kids with the new university model funding hawezi support watoto wao waende university. The thing is, wengi hapa wakigonjeka wanakufa kama mbwa kwa hospitali. So kitu hiko sasa wanafuata orders kama mbwa. Unajua unaambia mbwa yako sika, inakimbiza. So hadi hao they are not even happy. You look at them, they are not even happy doing what they do. So the thing is, the government ya Kenya hata wakileta Raila on their side imefail completely. Na in fact hizo kitu mpya kwa young people walimalizana na Raila venye aliamua kubetray young people kwa street. After watu wote walikufa kwa betray. And it is not even the first time. Baby Pendo hadi leo kuna justice. Kwa hivyo hata sisi tukienda street hakuna kitu yote tulikuwa na depend kutoka kwa Raila. Kwa sababu of course historically nada aliambiwa kae home. Si ati akae home juu kitu kingine, akae home kwa sababu hatukuwa tunataka ku experience the same betrayal amefanyia followers wake historically. Sasa hii Baby Pendo hajapata justice. Mnadhani Raila atakuja kwa hii unity government atafutia justice Rex Masai? Hakuna. Mnadhani atakuja atafutia Rex Masai? Ni handshake ngapi ampiga? Hao watu ni bilionea. Hadi akina Gachagua wakikaa huko kando wajifanya ati wanachapa hawa watu ni birds of the same feather. Young people lazima waamke wa realize hakuna alternative kwa hizi kambi zote mbili. Na wale watu young people wamekuwa kiongoza at least the young people in the struggle. Kuna wengine tumeona wamejoin ODM, kuna wengine tumeona wamejoin sasa Gachagua. Lazima wakumbuke bana ya kwamba hizi faces zote kina Gachagua, Ruto, Raila wote ni birds of a feather. Wako na kitu moja in common, ni matajiri, ni mabilionea. Leo wakigonjeka waendi Kenyatta, wakigonjeka waendi Mbagathi, bibi zao wakigonjeka waendi Pumwani, au wanajisaidia ama wanakula kwa the lavish, wanaenda kwa the best hospitals, wanakula kwa the best hotels. Sisi tukigonjeka tunakufia hapa St. Francis. Kila saa tunashinda Twitter tukisema sijui St. Francis tunakufa. Sasa kama kuna watu wamepatiwa public funding wa implement public goods for us, tuko na makosa tukisema wafanye kazi wanafaa kufanya. Na kama hawezi fanya, hata hii ni kidogo hii, the next time watu wataokipai nyumba ya pastor bana. Na so hii pekee hadi zile kanisa zake ziko mtaa iko Kilima, iko huko kama mtaa huko Korokocho, tutaokipai hizo zote zifungwe kwa sababu nao watu the men in clothes have become the enemy of the people. Sawa, acha tuongeleshwe na baba Gen Z. Mimi na pia usienda utaongea. Acha tukushikie. Niwapatia ruhusa, you can broadcast my face all over the world. Si ndio hiyo? Mimi watoto wangu wamekuwa. My kids have become of age. Asanteni sana. Sisi watoto wangu hawa tutawatomba hawa. Haki ya Mungu tutawatomba. Umeshindwa hadi kusema kitu ni mbaya hivyo. Tutawatomba. Acha niongee. Hivyo ndio nimesema. Acha huyu Bazenga aongee kwanza kuja. Hawa tutawaonyesha maneno. Sorry. Yes, habari za Wakenya. Mkopoa So Jesus wina mkopoa. Hatuna ubaya. Number 1, venye umefanya haikuwa fair kuleta polisi. Hapa hivi sisi wote ukiangalia kila mtu amekuja na design yake, tukuje tu worship nini. Ukiangalia hadi sijafunga kamba viatu. Kumaanisha hadi siku ready kukimbia. Si ni kweli? That is number 1. So nyinyi kuleta mapolisi hapa hivi, sisi tulikuwa tunataka tukuje tuimbe service ishe, after imeisha tuite pastor kado kama mkutano, tukae chini like watu wazima. Tuongee like by the serious. Kwa sure. Like sure. Na kama tungekuwa hivyo, hapo uliona watu wenye walikuwa hapa hivi asubuhi, si ndio? Wengine wameenda home. Kama tuko tunataka hivyo, watu wangeenda home.
Sasa ulikuwa umetoka mtaa gani? Achana na mtaa. So that's number one. Sisi hatukuwa tunakuja furugu. Sisi tulikuwa tunataka tukuje, tuongee, tulizoni kama watu wazima. That's number one. Kitu ya pili, hata mimi naenda church. Na sina shida na church kupewa 20 million. Mimi kenye najua sadaka, mimi nafaa ni either nitoe kwa simu, niweke kwa bahasha ama niweke kwa chondo, hadi mwenye ako nyuma yangu hajuangi nini imetoa. Si ni ukweli? So Ruto wakati tunaenda na 20 million, unasema unashout hapo hivyo kanisa, sijui nimepeana 20 million nitakuja kupeana sijui 100 million. Number one, hiyo ni harambee. Number two, hiyo ni kutufanya zero. Leo ni kutufanya zero, mtafanya. Si ni ukweli? Nikutufanya zero, mtadu. By the way, wacha nituongee ukweli. Si hatuna shida na kupeana pesa. Angepeana ni pesa na ni sawa na alifanya vizuri by the way. At least alituokolea ile pesa tungetoa, alituokolea. Lakini sasa mimi story niko nayo ni moja. Before kuja huku Sunday alikuwa Turkana on Friday. Tukiangalia kwa media wenye hatujaenda Turkana, watoto huko hawana shule. Wanakaria hawana maji, wanakaria mawe, hawana like hawana, wacha niseme hawana mbele ama hawana nyuma. Mbona angewapea hadi kama ni 2 million wajengewe at least to class hadi kama ni tu mabati. That is number one. Number two, church, mnafaa mjiulize. Nyinyi sasa mko wazee, ni kukufa mnakufa. Sorry kusema hivyo. Ni kukufa mnakufa. Sisi hiyo mnaacha. Azin na maanisha nikisema mnakufa, mna retire. Sisi ndio mnatukuja kutuacha hiyo kanisa. Sasa mkionyeshwa kanisa ni politics, fikirieni sana mjue kama kesho mkituambia kama sisi as young persons to take over the church tutakubali. Na kama kesho hutaki kuona kanisa ikuwa politics, acha kufanya kanisa ikuwe politics leo. Tumeelewana? Haya, hiyo pesa alipenda hiyo 20 million. Ni sawa. Sasa hii ukinini, I think kila mtu hapa hivi, everybody ako kwa WhatsApp group, sijui nani ni mgonjwa, sijui nani anataka pesa, sijui ya nini. Hakunya dawa zenyewe hakuna. Igemcost nini? At least hadi apeane tu dawa, tusikie at least kuna tu dawa pahari. Haigemcost kitu. Umenielewa? Baada ya kupeana like hapa hivi nimesikia sijui ako watu 500, watu sijui watu 500. Ako 40,000 wenye wanakujanga hii church. Sasa hebu niambie wamebenefit na kanisa. Ni sawa. Wangeombea kwa mtu wangesikizwa, hiyo maombi yao ingesikizwa. Wacha tuongee ukweli, ingesikizwa. Si ukweli? Si Mungu angewasikia maombi. Lakini sasa bona upeane 20 million wakati watu wengine wanakufa, hakuna dawa. Hakuna funding model haifanyi. Ebuliza hawa wase wako hapa hivi. Ebuliza ni wase wangapi huko tumeuza mang'ombe, tumeuza mashamba at least tusome. Haifanyi like hatuna hakuna job. Tunasoma hakuna job. Unaona? Hapa hivi sijua lileta UCS, sijua Intila, sijua whatever huyu nini akuja sijua pewe kazi hapa hivi. Walipewa, anatuambia sijui huyo Mutua anasema ati sijui anatafutia kazi sijui abroad. Atupei ID. Si ni kweli? Tukipewa ID tunashinda hapa hivi via center tukizunguka sijui tunataka passport. Tunazungusha sijui for 50 years hapo sijui miaka ngapi hapo hivyo tunataka kupewa passport. That is number one. Tumeona mademu wengi sana wako Qatar, wako Saudi wanalia every now and then. Na huko ndio wanataka kutupeleka. Wanakufa huko sijui wanafanya nini. Huko ndio wanataka kutupeleka. Surely hiyo ni nini? Sisi hatuna shida na hizo vitu zote anafanya. Lakini hadi ukifanya fikiria about kesho. Fikiria kesho yako. Nyinyi wote mnakufa ama mna retire, sisi ndio mnaacha. Na hiyo unaona hata kama unaona hiyo kama ni poa kupeleka ati kuna mna creative job outside na hapa Kenya tunaweza tengeneza industries tu. Number one si poa. Si poa like why can't we trust our own? Huku tumeongezwa like Siba Cement. I think Siba Cement. Wametoka sijui juu ya tax, wamedirocate. Si ni kweli? Hii kampuni ilikuwa na hapa hivi Ruiru, Angela sijui ilikuwa inaitwa Angela sijui Agra sijui whatever. Angels. Ilikuwa imeandika sijui more than 300k wasichana. Wote walienda home. Juu walifunga juu ya tax. Unaona? Sasa siapunguze tax, atiza tupe conducive environment ya kati. Mimi naweza kuja niuze machungwa zangu pale hivyo, nipate hiyo itanisaidia, unaona? Sasa saa hii pale economy imetufikisha, ni sawa nitaenda niuze machungwa zangu pale hivyo. Number one, Kajo wananiongojea. Kajo ndio wananiongojea. Bank ndio inaniongojea, sijui KRA sijui nataka kuangalia nini. Ndio hiyo. Bado kwa hiyo si ndio hiyo sijui nafaa kusomesha sijui nani. Bana hiyo ni nini? Number two,
Sahii si hatu yuko kwa zile enzi za sijui watu walikuwa najiweza ati sijui tuko na mashamba kubwa unaweza kata shamba sijui uzie nani ndio upate do. Sahii kaa kwetu mimi sina mzae. Mimi niko na mkuru peke yake. Tuko watoto 5. Mimi ndiye first born Nafaa kwenda kusomea acha tuseme electrical engineering sindo? Ina cost 30,000 sindo? Like the lowest tunafanya hesabu ya the lowest sindo? Na tuko 5. Madhe per month anapata 20k per month anapata 20k. Tuko watu 5. Mimi nataka 30k. Huyo mwingine tunataka okay, wacha tuanzie tuko na basic needs, tunafaa kukula, tunafaa kulipa nyumba, tunafaa sijui bla za nyumba, si ndio? Tunafaa kuvaa sisi wote, nafaa kusoma na hao masibilisi wengine. Unaona? Sasa itabidi mimi nime step out, at least huyo mwingine asukume kidogo, afike form 4 atoke, asukume huyo mwingine, unaona? So Kenya tunasema Ruto si hadi hatuna shida na wewe. At least hadi ukitupea conducive environment tunaweza fanya vitu zetu, si hatuwezi kuwa na shida na wewe. Unaona? Tuache kampeni ni mapema sana. Sasa ni mapema sana kufanya kampeni. Bado 2027 iko mbali. So at least tufanyie kitu. Sikia kilio hawa na youth. Hawa ni youth wote wayuko hapa hivi juu ati sijui nini, sijui ngenda sijui hizi zilienda zikakuwa hapana. Na ambao ni wako hapa hivi kwa sababu wanataka utufanyie kitu, at least utupe environment. Tunaweza fanya vitu zetu. Hiyo tu. Shukran, kama tubongeshe kidogo. Mimi kitu kwanza naweza sema ni ona historia ya kupeana 20M kwa kanisa. Hayo pia anatubeba wana sana. Kitu ya kwanza hii kanisa iko na sadaka. Wakitaka kujenga kanisa hawezi jenga nayo sadaka yao. Hii 20M angechukua hata acreate hata kama ni employment, unaona? Wafungua hata kama ni makazi huko hivyo vijana wapate kazi. Hapa vijana wengi kama hizo walikuja hapa kuandika kuchukua hizo majob za kwenda nje. Hapa ndani kwa kumejaa, mavijana hawana kazi. Wapata kijana ako na kosi kama 5 lakini yako kunja na haso. Ukifika tani kuhaso, makarao ndio hao, hako iki na amani. Watu kaa sisi kwanza wanakaa mimi niko na dread. Ukipata na karao usiku unachotwa. Unaambiwa sijui unauza bangi. Kitu ya kwanza, bila sema tu kitu tu rahisi. Msiende tu mtaa. Na ikifika 2027, hii serikali tuingishe vijana, watu wanaweza tusaidia. Hao wazee waende mtaa wamezoea kutobeba wana. Yaani imekuwa ni kazi ni ile, msitu ni ile, nyani ndio zinabadilishwa. Na tumechoka na hiyo kitu. Hawa wazee wote waende nyumbani, tuweke serikali fresh hapo, serikali itajenga inchi. Si mambo ati hapa sasa unapelekwa majufa ya nini? Utolewe hapo hivyo, upelekwe Qatar, ukapatiwe 30k, badala utapatiwe opportunity ya kutafuta hiyo 30k ukiwa mtaani. Hadi ukienda hiyo Qatar yuko asiwe utasahau. Na hata kwanza huko hivyo kwanza ikifika ni job za huko hivyo, watu wanaumia huko. Kwanza kama wasichana wenye wanafanya job za nyumba huko hivyo bana, wengine wanaumia. Bana. Na juu kama hii kanisa ile pesa ilikuwa inatolewa hiyo harambee inafanywa ni pesa, na hiyo kanisa hata venye menunuliwa hiyo uwanja ni more than 400 million na kujenga hiyo kanisa ita cost more than $1 billion. Unaweza prefer hiyo pesa maybe ijenge industry ya jiri watu ama ijenge kanisa? Kitu ya kwanza ni kanisa tuko nazo mingi. Na hii kanisa kulingana ya toshana wanaweza gawanisha services. Si lazima iongezwe ati ikuwe kubwa. Wagawanisha weke service tofauti. Kukuwe na service ya saa moja hivyo. Watu wakujage na namba zenye toshea hiyo kanisa. Hizi pesa wataka kufanya hivyo, at least hata wakiimprove kama ni hospitali, watengelezea mavijana kazi, hiyo itakuwa fiti. So hiyo mambo ati wataka kupanua kanisa, hiyo pia wanatubeba sana. Na bado wakipanua wanataka sadaka. Hata kwani watakaje pia hao? Bana, at least hata tujenge hata makazi, si kama vijana tupate mboka ya kupiga, hata kuwa na ngori na wao. Lakini si kila saa kutunyanyasa. Juu kazi hatuna, wataka kutupiga tax. Mara sio hapana. Umse pia mali imefika ametufinya sana bana. Na ni high time ende mtaa bana. Sasa wewe ulifanikiwa kuingia maybe church? Bro, hapo hata ungepita kwa hiyo gate bana. Hata kuna hizi maneni hapo hivyo bana, hata wasinisikia bana. Juu kuna venye wanaangalia mtu vibaya. Bana hapa ungeingia. Na wako desperate. Na kwanza unaenda kuingia hapo kwanza unashikanishwa design nyingine. Na hata washanga tu moja. Umse anakunyanyasa na pia ananyanyasa. Kwani pia afikiri keja sio anaishi. Ushaona keja makarao anaishi katoshana hivi. Hata baadhi hata huwezi geukia ndani. Hata huwezi overthink ukiwa ndani bana. Bana inabidi utoke nje overthink alafu urudi. Na bado hata akukupiga. Hata wase wanafaa wafungue macho wanatumika vibaya.
Bana, naanza kusupport raia tujenge inchi bana. Hiyo ndio tunataka kusema. Wazi. Acha mzaya bonga. Chachu wafike pale wajiulize hivi Kwa nini watu wanatoka church wanaenda kujinyonga? Hiyo ni swali chachu unafaa kujiuliza. Kwa nini watu wanatoka church wanaenda kujinyonga? Ni sababu tunaenda church kutafuta hope yenye hatupati. Exactly. Hivyo tu. Time church wakae chini wajiulize. Kwa nini wa Christians mimi nimekuwa church leo, kesho mnasikia nimejinyonga? Kumaanisha nilikuwa nimekuja church leo kutafuta hope. Nikakosa, that zone nimeenda kujinyonga. So church badala kwenda sijui kuokota pesa sijui nini. Na siku hizi by the way, unaona church mingi venye uko na do ndio uko karibu na hiyo kanisa. Hiyo ndio iko. Sasa hii sijui mimi nikikufa sina kwetu hatuna do. Mtu gatria anatuma sijui ni leader wa huko sijui ni nani huko. Ndiye atakuja kunizika. Wacha ile siku mtu ako na do ataletwa hadi church. So church hadi wao wakae chini wafikirie. Na waone kabisa watu wengi wanakataa kwenda kwa kanisa because kanisa it's all about kutoa na hatuna shida na kutoa. It's all about kutoa lakini hawatupei hope yenye tunataka. Sawa wazi. Wacha tusikie mzee ako na gani. Yes, mimi naitwa Victor na nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Kwanza ninafurahi sana kuwa for once tumepata opportunity kama nchi kuweza kuongea juu hizi issues ambazo zinatu affect. Mimi ni mshirika wa the Christ wa the body of Christ. Na pia nikiaddress naomba please. My time will come. Okay. Na hii nina address mtu yote ambaye anaamini Mungu ambaye yuko huko mbinguni. Lakini kwa sababu mimi ni Mkristo nitatumia context ya Biblia. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Acts 7 verse 48 ya kuwa Mungu hawezi ishi katika nyumba ambazo zimejengwa na mikono ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanasiasa kusema ati anakuja kupatia Mungu pesa kwa kumjengea mahali kwa kukaa, hiyo ni uongo. Biblia imesema kwamba Mungu, na pia Yesu alitufundisha katika kitabu alitufundisha from the Lord's Prayer ya kwamba our Father is in heaven na mbingu ndio his footstool. Kwa hivyo ni uongo ya kuwa ya kwamba Mungu anakaa katika hizi nyumba, lakini Mungu anakaa ndani yangu na mimi na wewe, ndani ya kila mtu. Kwa hivyo kama our politicians wanataka kutolea Mungu, ni watutolee sisi wote. Wasaidie watoto wa huko Turkana. Kuna watu wanakufa njaa. Hata hapa Nairobi kuna watu ambao wanalala kwa mitaro. Kama uko na ukweli ya kwamba unapenda Mungu, penda ndugu yako, penda neighbor yako, penda mpaka familia yako, anzia kutoka nyumbani pale. Vile una treat watu wale unaishi na wao, vile una treat marafiki zako, itakuambia sana kama wewe unampenda Mungu, kwa sababu sisi wote tumeumbwa katika image ya Mungu. Kwa hivyo ni uongo ya kuwa kutoa pesa katika kanisa ya kwamba hiyo ni kumpenda Mungu. Hiyo ni uongo. Hawa wanasiasa tunawajua, wanafanya hivyo mchana na usiku, wanaenda kupanga vile wataua Wakenya na vile wataibia Wakenya. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu kama Mkristo ninakataa kabisa hii mambo ya kanisa kutolewa pesa na kudanganywa ya kuwa hiyo ni kumpenda Mungu. Kama kumpenda Mungu ni kumpenda mwanadamu mwenzako. Ni hayo tu. Shukran. Kama niongee haya, iko hivi, kuna kanisa mingi sana nchi ya Kenya. Anza na jina. Ambrano Waiganjo. I don't fear anything. Kuna kanisa mingi sana hapa Kenya. Kwa hivyo kama ni kutoa pesa, Mr. President, you have to go all the churches ukitoa hiyo pesa, si ndio? Siku ya leo tumezingirwa kuingia pale sababu tulisema tunakuja, hata sisi tunataka hiyo pesa. Haya, tuongee. Unaona kwa msikiti ukienda ni moja. Ukienda Ramu, ukienda Mombasa, uende wapi, msikiti ni naitwa mosque. Mosque ni moja. Mbona wa Kristo kanisa mingi hata zingine za kukomboa?
Ni ukweli. Hii hawa Kristo kuna kanisa mingi, kuna wengine wamekomboa pale, imekuwa biashara ya Haya, Mr. President sema hapa amefungua polling station. Cause anajua kuna watu wengi, kuna sijui 2000 voters pale, si ndio? Hata ikuwe 2000 ama 40,000, si ndio? Alisema amefungua pale kwa sababu kuna voters hapo. Kwa hivyo kanisa na serikali imekuwa kitu gapi? Moja. Sisi hatutaki hiyo upanguzi. Hatutaki hiyo kubafu. Na serikali inafaa kuwa watu wote mpaka wenye waende kanisa. Watu wote hata wenye waende kanisa. Mimi hata sitaki kanisa, hata sasa ni komlevi. Na nashiriki kanisa wapi? Ya walevi. Kwa hivyo sisi hatutaki upanguzi wa rangi. Mr. President, kila kitu ni moja. Kwa hivyo unaona hata pesa anafaa hata aende atoe hata kwa klabu venye anatoa kwa kanisa. Inafaa hivyo hata kwa klabu ni atoe pesa hapo. Kuja uongee. Mimi. Acha kwanza ni hata kwa klabu kuna watu president atoe pesa tukunywe. Hata atoe pesa tukunywe. So mimi jambo niko nayo ni moja. Mimi naitwa Joshua. Nacheki mimi nataka kublame kanisa. Kwa sababu hii kanisa wakati wa election hii kanisa ilitaint Mr. Lies as the best candidate. Na wakatuhubiria ati huyu jamaa ni mzuri. Angalia saa hii jamaa ametugeuka. Kwa hivyo ni mkono alikuwa anarudisha. So jamaa makanisa kwa sababu ya greed, kwa kupenda pesa, walidanganywa na pesa, wakafanya tukachagua president mwenye hata ajali maslahi yetu. Right now, he's back to this church, he's giving money, he's dashing money to this church. This church mkiangalia imejengwa. I don't think kama hii kanisa kuna mahali watu hawakai. There is a school huko Baringo, watoto wanasomea chini ya mti. Baada ya president uende upeane pesa huko, ugawe do huko, ijenge mashule, unakuja kudash pesa mali kanisa imejengwa. Mr. President, are you right in your... Are you sane maze? Ama juu sasa tumeanza kufika 2027, umeona hapa voters ni wengi, sasa unaamua kuleta do hapa. Alisema nyinyi ndio, sisi ndio tuko insane. Ati alisema sisi ndio tuko na mapepo. Sasa jamaa ni sawa, sisi tuko yeye ako sawa. Juu alisema kwanza ako na PhD ya matawi na minyama. Sisi Mr. President hatukuogopi. Wewe kuja fanya kitu wa Kenya walikuchagulia. Kanisa ikukuchagua. Hakuna haja ufanyie kanisa kazi. Saa hii shaifanyi. Acha tumadress kama Mr. President kwa saa hii. Unaona? Saa hii unasikia huko sijini wapi anapea wa Somalia IDs. Hao wa Somalia saa hii wametake over Isili ukienda ukifanya kitu saa hii wa Somalia wote wanakuangukia. Imagine ukipewa wase opportunity wakuja hapa, wakuja watukalie. Wase watatu take over. So Mr. President ukiambiwa jana umeambiwa vizuri. Hao wase wenye wana review hizi mambo za kupeana ID huko hao Somalia. Banaangalia usipeane ID for the greed ya kupata kura. Sisi hatukafuta kupata kura, ni ufanyie wa Kenya kazi. That's the thing. Hakuna haja ukuje kupeana doa hapa eti sasa juu umeona mavoters hapa ni 40k eti sasa uko sure. Mr. President tutakung'oa. Hiyo nayo bishu tutakung'oa, maybe uibe kura. Haya, kwenye comment section yangu amesema kuwa vijana wa Burundi wenye wanatoka Burundi wako na ID za Kenya. Unaaminiana na hiyo kitu? Hawase wako wanatoka Burundi wako na ID. Kenya ni corrupt msee. Hawase wenye unaona hawase wenye wako mali wanapeana ID. Hawase wapatangi mshahara. So msaki mkujia hapo na 10k akimkanja tu 10k. What next? Si atapeana ID. So if Mr. President you can do the things right. Hii Kenya tutakuwa in a good state. Na nawaambia wa Kenya the thing yenye inaturudisha nyuma. Kenya tuko na Christians wengi, kanisa ni mob. Ukikaa maploti kama huko Mathare, ukienda Dandora, ukienda hizi mageto,
Unaamka hivi unapata chachi imetengenezwa hapo kando yako. Enda majuu uone. Hakunanga makanisa ovyo ovyo. Unaona? Hata Karen kanisa ni moja huku, ingine maybe iko some distance. Inamaanisha nini? Sisi tunakuwa radicalized na mambo na Mungu. Imefika point yenyewe tumekuwa that kakuni yenyewe eti sasa usipofanya mambo tu na kanisa tu tumekuwa tu radicalized. But the thing is, one thing, Mr. President, we create jobs. Ama vijana ni wengi. Hiyo 20 million ulikuwa umepeana ingekuwa saa hii hiyo 120 million saa hii ingekuwa imepewa wase jobs kadhaa. Hapa niliona wase wengine wanakuja Global eti ndio nini job walikuwa wanacreatea vijana. Nani ameona Global ikicreatea vijana kazi? Ama wanatuibianga, wanakuambia eti leta 30k anda leta mse mwingine a join ndio upate do. Global niliwaona hapa juzi. Unaona? So tusidanganywe eti hapa kuna job. Kazi ya majuu hakuna venye tutatoka Kenya eti tunaenda majuu kupata mshahara ya 40k. Inatakiwa tuende majuu kama tukoshua tunaenda kupata more than 200k. Hiyo ndio kazi yenye at least inaweza saidia vijana. So ukitoka hapa saa hii ukienda Saudia eti unaenda kupata 30k. Mse, hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Mr. President, tengeneza serikali yako. Mmeingia na baba. Acha kwanza niongee hii story na niuma. Kuna jamaa anaitwa Baba. Baba nani? Ati Baba. Raila Amolo Odinga. Huyu jamaa ni conman. Huyu jamaa ni broker. Anaumiza vijana. Vijana wanaenda street, wanaumia juu ya Raila Amolo Odinga. Alafu saa hii akipata maziwa kwa serikali anazima. Ati saa hii ameingia kwa serikali, sasa hata tutetea. Wewe baba, wewe wewe Ruto anaitwa aje? Kaongo. Huyo ndugu yako Raila mwenye mmekula hiyo nusu mkate. 2027 sisi vijana wote tuko na akili. Vijana tumegrow, tuko na akili. Tutachukua kura sisi wote, na nyinyi baba mnaenda nyumbani na huyo Kasongo wenu. Maybe muibe kura, lakini be sure. Baba ni Mwenyezi Mungu, poleni. Huyo Raila Amolo Odinga na Kasongo Kaongo, jua 2027 hata mwezi pata kura milioni 1. Mkipata kura milioni 1 mtatuambia mali mmezitoa. Vijana tumekasirika vibaya sana. Acha niongee. Mimi nauliza tu swali. Acha mrembo kwanza ongea. Mimi nauliza tu swali. Songa hapa watu waone. Kenya amewafanyia nini? Raosi aliwaitisha kura 2022. Mlimpea? Huyo ni conman. 2022. Haya sawa. Baba ni conman. Nini na wauma baba akienda kwa Ruto mwenye mlipenda 2022? Haya, wewe ni mshirika wa kanisa. Huyo amezoea kukaa namba 2. Mimi si mshirika wa kanisa. Mimi si mshirika usini. Baba amezoea kukaa namba 2. So mimi naambia mimi nakuanga mtu wa human rights. So kwa hivyo una support ile mambo yote Ruto anafanya. Mimi hata sikupigia Ruto kura, something funny. Mimi sijai kubali ajenda za Ruto kutoka hata akiwa deputy president. Sijai support Ruto hakupigiwa kura, mwanzo aliiba. Sawa, whatever venye alifanya. Mimi nikuja kutetea baba. Usitetee baba hapa, usitetee baba. Baba ni nani? Leta mic. Raila ni nani? Raila ni conman. Leta mic hapa niongee. Raila ni conman, hatumtaki hapa. Haya sawa. Nani si? Hao ndio walifanya makosa 2027. Nini 2022? Sawa. Haya. Huyo Raila ameshinda kukaa namba 2 ndio broke kwa government. Mnacheki? Huyu jamaa amezoea kukaa namba 2. So that akishakuwa namba 2 ndio anakuja kuona venye anapata nusu mkate. Huyu jamaa tumtaki, akwende. Political broker. Mtu anakuja kutuambia tishani mzuri. Ati anakuja kusema Dani ni mzuri. Maisha ikipanda, anasema Ruto ni mzuri, hapo nyuma anasema Ruto ni mbaya. Anasemaga ati maisha iko juu.
Sasa yenye haiko kwa serikali. Akiingia kwa serikali anasema hizo kwa sawa. Imepungua sasa. Raila ni conman. Check, mimi niko na swali. Mimi niko na swali manze. Mimi niko na swali. Unaona? Mimi niko na swali. Unajua sisi hatuogopi Subaru. Check, mimi ngware. Mimi swali yangu ni swali yangu ni Hata kama iko hapa. mnataka check, swali yangu ni Ruto Kasongo anasema anatoganazia kazi majuu. Alafu Kenya analeta foreigners. Sisi tukishaenda majuu, Kenya ijengwe na kina nani? Shalini waka kwa Kenya ijengwe na kina nani? Aya, mwanzo Bible inasema very well. Nilifurahi when they told me let's go in the house of the Lord. There was a call to kuja church. Tumefika church, tumezuiliwa kuingia. Is that a church? Where on earth a church should not be coward? How comes mko coward hadi mnazuia washirika na mapolisi? That is cowardness. That is not relating to God at any point. Yeye mwenyewe at no point is that relating to God. Yeye mwenyewe alizuiliwa kuingia kanisa. Hakuzuiliwa, si ndio? Yeye mwenyewe hajazuiliwa. Mbona kwani hadi kwa church kuna wanini? Kuingia kanisa. Mbona tusiache tuingie kwa kanisa? Haifanyi kazi. Si haifanyi kazi, lakini anatuzuia kuingia kwa kanisa. 20 million. Hiyo do 100 million pledge. Hiyo do inafaa iende kwa saa. Sawa, asanteni sana, tutafikisha hapo. Ama ulikuwa na jambo la mwisho la kusema, kuja useme. Tumekasirika sana. Okay. I'm Hesbon Wekulo. I'm a resident of Kaskari. Mimi maoni yangu ni mawili matatu kwa rais na cabinet yake. Sasa mimi ni swali moja nataka kuuliza Mr. Promiscuous. I can't recognize him as the president because most of the promises he promised the Kenyan has not yet fulfilled. He's going out to dish out the money to the churches, yet so many people are suffering outside there. Mimi kibinafsi during the demonstration nilipigwa risasi mguu pale parliament. So I'm a survivor and I was not just fighting for myself or being popular, but I was just fighting for the rights of Kenyans too. Sasa mimi swali nauliza Mr. Promiscuous. Hii mambo unabeba pesa milioni 20 unaleta katika kanisa. Hiyo na watoto huku nje wanaumia. Ukikuja hapa Kidhurai kuna watu wanalala kwa barabara. Ukienda huko Mathare kuna children's home mingi sana. Juzi nimeona mtoto anahitaji 2.5 million. Anataka kufanyiwa surgery. Sasa hiyo pesa ukichukua ndio usaidie mtoto kama huyo. Itakuwa imesaidia ama hajasaidia? Kuna kanisa hata kuna makanisa mingi hata hazina mahali pa kuombea, lakini wewe unabeba 20 million unaleta kwa kanisa zenye zinajengwa. Hiyo ni kweli, hiyo ni ungwana kweli? La pili, nauliza huyu mzee Raila, huyu hata si mrecognize kama opposition leader in the country, he has to retire and go home. So Raila, my question to you, are you fighting for your own benefit and your stomach to fill your people, or what's the problem with you? Just come out and tell us. You are the petrol of this country. How I wish I will call Mr. Wajakoya ukuje rescue the country of ours, because wherever we have reached, we are just going in a dead pit. Just because these opposition leaders have come they have just come to benefit for themselves, and yet they are not caring about the welfare of the citizens. Another question, these people who are coming out wanajifanya watu wanakuja kupigia right ya vijana nini na nini. Once they are being given something like the issue of Kasamweli, this message goes to you. Ulikuja ukajifanya unataka kutetea vijana nini na nini. After you are given money, you join the government. So please, you youth, able to come out as at large and send these people. Mr. Promiscuous, Raila, you people should go home. There is nothing you are doing for the citizen. The only thing you are having is just to benefit for yourself. Thank you. Kwa jina mic. Thank you. Kanisa inafai protect watu wamepigiwa huko ndani na ushers na wamewapokonya simu. So twendeni huko. Tuko pale Kasarani police station. Ati namna gani? Tuko pale Kasarani police station. Vijana wamechapwa na wasewani maashas wani wa church. Kwa hiyo that means this is religious intolerance.
Kwa hivyo sasa kama mnataka kukava muende muone hizo vitu wenyewe mjio vile mmeumia. Wamewajudge through physical appearance. Watu wa church. You can't be. Hawezi piga kwa kanisa. Wote wamesema jaribuni nini, hakuna mtu ameambia. It means vijana wa church ndio wamepiga hawa. Yeah, kuna magunzo hapa ndani. Si ashas guns. Yeah, church has had guns. Juu hawezi pata Asha ambaye ni 6 feet tall. Na anapiga mtu head. Asha. Church imeweza Wamehaya. Sasa unaongea church. Hizi ni nini, ni mavako. Mwai ni pastor kweli ama ni na nani? Biashara. Ni biashara. Heri tusiende kanisa lakini tuishi kwa maisha mazuri.